Yamkini umekuwa unajiuliza maswali mengi, kwa nini kila mwanaume anayekuja kwako anataka kulala na wewe na anaondoka? Na wengi wao waliokuja tayari umeshalala nao na wameondoka, na walipoondoka hawataki tena kusikia habari zako, kusikia kuhusu wewe. Ngoja nikukumbushe, kila aliyelala na wewe kuna kitu ameondoka nacho kutoka kwako. Nikupe mfano wa tunda kama la apple. Kwa mfano amekuja wa kwanza, akala ile tunda la apple, akang'ata, akaondoka. Akaja wa pili, akang'ata, akaondoka. Akaja wa tatu, akang'ata, akaondoka. Kumbuka kila mtu anang'ata kwa namna ambayo anaitaka yeye. Sasa mwisho wa siku ile inakuja baada ya wanaume hao kuja kwenye maisha yako, kwenye umri wako wewe nao, wakazini na wewe na wakaondoka. Maana yake wameondoka na thamani. Biblia inasema hivi, uzinzi upofusha fahamu za wanadamu. Ndivyo ilivyo. Sasa utajiuliza kwa nini? Ili ni jambo la kiroho. Hata kwenye Biblia limewahi kumtokea binti moja anaitwa Tamari. Baada ya kaka yake Amnoni kulala naye, alimchukia machukio makuu kabisa, machukio makuu sana. Kwa sababu kibiblia au kiroho tangu mwanzo haikuwekwa kwamba binti ambaye hajafunga ndoa afanye tendo la ndoa kabla ya ndoa, haikuwekwa. Na ndio maana huwa ina madhara makubwa sana. Sasa yamkini umejikatia tamaa. Umesema sasa thamani yangu imeondoka. Na kukumbusha tena, tendo la ndoa halikuwekwa kwa watu wasio na ndoa, liliwekwa kwa watu wenye ndoa. Biblia inaposema uzinzi upofusha fahamu za wanadamu, maana yake ni kwamba fahamu zikishapofuka, mfumo mzima wa kufikiri wa mtu umeathiriwa. Mfumo mzima wa mtu wa kufikiri ukishaathiriwa, maisha yameathiriwa. Maisha yakiathiriwa hayana thamani tena. Hapo ndipo tunakonklude kwamba uzinzi una athari kubwa kwenye maisha ya mtu, pamoja na kumpotezea thamani kwenye maisha yake, kama hiyo ambayo nimekwambia. So unaweza kujiuliza, narudishaje thamani yangu? Nitaonekanaje tena ni mtu wa maana kama zamani? Yesu Kristo, Mwokozi wa ulimwengu, alikuja duniani kwa ajili yako wewe, kukurudishia thamani iliyokuwa imepotea. Ukimkubali tu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndani yako kuna nguvu itaingia. Biblia inasema hivi, yeye aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu ule uwezo wa kuishinda dhambi umewekwa ndani yake tayari. So unataka usiwe mraibu tena, unataka usiwe tena cha wote, mruhusu tu Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Utaona namna ambavyo utaishi vizuri. Thamani yako itarudi, utajiona umekuwa mpya tofauti na mwanzoni. So usijidharau sana, lakini utakapofanya maamuzi haya ujue ya kwamba umefanya maamuzi ya maana sana kwenye maisha yako, na kwamba thamani yako itarejea kuliko ilivyokuwa mwanzo. Mungu akubariki.